Kwanza lazima ufahamu kwamba protini ni moja kati ya kiinilishe muhimu sana katika chakula cha kuku, na vifaranga wanahitaji protini kwa asilimia 20 mpaka 22. Kuku wanaokuwa wanahitaji protini kwa asilimia 17 mpaka 19. Kuku wanaotaga mayai wanahitaji protini kwa asilimia 15 mpaka 17. Hii unajifunza nini? Unajifunza kwamba kwa kuku wanaotaga mayai wanahitaji kiwango kidogo cha protini ukilinganisha na wale kuku ambao wanakuwa, kwa maana vifaranga wanahitaji kiwango kikubwa cha protini. Kwa nini? Kwa kitaalamu, kwa maana ya kitaalamu ni kwamba kuku mdogo anahitaji kukua zaidi, kukua mabawa, kukua manyoya, kukua mwili, kukua tishu za mwili na vitu vingine vingi. Kwa hiyo kiwango cha protini kinahitajika asilimia kubwa. Kuku mkubwa tayari anakuwa ameshakuwa mabawa, ameshakuwa tishu. Kwa hiyo kuku mkubwa ama kuku mayai zaidi anakuwa anahitaji kiwango kidogo cha protini kusaidia kutengeneza mwili wake katika utagaji wa mayai. Sasa unaweza kujiuliza kiwango cha protini kinahitajika kwa asilimia ngapi katika chakula cha kilogramu 100? Chakula cha kilogramu 100, chakula cha protini kinahitajika kuanzia kilo 20 mpaka 25 mwisho. Kilo 20 mpaka 25. Ni vyakula gani vya protini? Maana kuna soya, kuna damu iliyokaushwa, kuna mashudu ya pamba, mashudu ya alizeti. Hivi vyote ni vyakula vya protini ambavyo vinasaidia kuku katika utagaji wa mayai, na ni muhimu kuwepo katika mchanganyiko wa chakula cha kuku. Soya isizidi kilogramu 20. Mashudu ya alizeti yasizidi kilogramu 25. Damu iliyokaushwa isizidi kilogramu 5. Kwa hivi vyote unaweza ukavichanganya ukavijumuisha kwa pamoja, ama ukichanganya kimoja peke yake kulingana na bei na uhitaji wa mashudu katika mchanganyiko wa chakula chako. Lakini kitu muhimu ambacho nataka nikwambie, protini muhimu sana katika ujenzi wa mwili wa kuku. Protini muhimu sana katika ujenzi wa misuli, ujenzi wa mwili, ujenzi wa tishu na vitu vingine vingi katika mwili wa kuku.